Watu wengi wanachanganya sana habari ya dini na imani. Na kuna muungwana mmoja aliweka comment kwenye video iliyopita nilipokuwa nazungumzia dini kama njia. Yeye akasema akazungumza kitu kama hiki hapa juu. So nataka uelewe kwamba dini sio imani. Dini ni njia, imani ni uhakika. Mtu anaweza kawa na dini ila siwe na imani. Imani sio kitu cha kawaida, ni kitu kikubwa kuliko watu wanaofikiria. Na hakuna imani hamna imani ya Ukristo. Mkristo anaweza kawa na imani, lakini imani ya Ukristo hamna. Wala Ukristo, imani ya Ukristo hamna. Kwa nini? Kwa sababu imani ni uhakika, lakini uhakika huu unatakiwa ukae ndani ya mtu, sio nje ya mtu. Mtu mwenye imani sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye uhakika sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye dini anaweza kawa mtu wa kawaida. Unaweza kawa na dini lakini usiwe na imani, usiwe na uhakika. Kwa hiyo imani sio kila mtu anayo. Hata mwenyewe unayenisikiliza, unayetazama hii video, hebu jiulize swali hili. Una uhakika? Una uhakika na maisha yako? Una uhakika na dini yako? Una uhakika? Kwa sababu uhakika unatakiwa ukae ndani mwako, sio nje yako. Kwa usichanganye kama ndugu yetu alivyochanganya akasema dini ameichanganya na imani. Imani ni uhakika, dini ni njia. Njia na uhakika ni vitu viwili tofauti. Uhakika unakaa ndani ya mtu. Njia nilifafanua vizuri, kila mtu anaweza kawa naye. Ndio maana wengine wanasema turudi kwenye mizimu. Ni njia hiyo, ni dini hiyo. Tuabudu miti, ni njia hiyo, ni dini. Wengine wanasema hamna Mungu, ni dini hiyo. Dini yake ni kwamba anaamini kwamba Mungu hayupo, ila hana imani, uhakika hana. Sababu imani ni uhakika. Kwa watu wengi wamekosa imani. Imani inahusika katika safari ya kujitambua kwa asilimia kubwa sana. Nazungumzia safari ya kutambua ulikotoka, ulipo, unakoenda. Kujitambua. Sizungumzii kujifahamu. Kujifahamu, najua unajifahamu, naitwa fulani, najua jina lako, na watoto wangapi, umeolewa, hujaolewa, unafanya kazi gani, unafanya biashara gani. Nikikuuliza maswali unajua, unajitambua huko vizuri. Lakini kujijua ndio inahusiana na majina. Kujitambua ni kitu kingine. Tunazungumzia ni kuanzia kabla hujafika kwenye tumbo la mama yako kurudi nyuma. Tunazungumzia ni baada ya kutoka kwenye ulimwengu huu, mwili huu. Tunazungumzia wito wako hapa duniani ni nini. Fikiria kujitambua, wasiliana nasi tukusaidie uweze kuconnect na nguvu zako za roho. Hiyo itasaidia sana. Kutana na wataalamu wa afya ya akili. Kuna baadhi ambao wameconnect na nguvu zao za ndani, watakusaidia kuconnect na nguvu zako pia za ndani, watakurudisha ndani mwako. Mtu yote ambaye anakutoa nje na wewe anasumbua akili yako. Anayekwambia kwamba anatakiwa urudi kwenye mizimu, maana anakutoa nje na wewe. Rudi kwenye miti, anakutoa nje na wewe. Anayesema kwamba uabudu ng'ombe, jua, anakutoa nje na wewe. Na kutoa nje na wewe atakuondolea uhakika, atakuondolea imani. Mtaki kuondolea imani, kasha kupokonya ukuu wako. Salia na wakati mwema hadi wakati mwingine. MJ for people.